Fatuma, unanitoa roho ya Rabbi. Kwa mali alizoacha baba, mali za baba zinanitoa roho. Kauzibe huyo. Bora nikae pembeni mwa Juma, unanitoa roho. Nimekata. Marahaba. Wewe vipi? Mbona saa hizi uko hapa nyumbani? Shule leo zimefungwa? Shida nini? Jana nilienda kupima, jana kwa jisikia vibaya. Nikaenda kupima. Sasa majibu ambayo nilipewa, niliambiwa mimi ni mjamzito. Tena? Aisha, yani wewe una mimba hapo ulipo? Yani ni mjamzito? Ndio. Yani unaniweka katika mshangao mkubwa. Yani Aisha, na urembo wako wote mama umepewa mimba wewe. Aya. Anakupa ujauzito ni nani? Headmaster. Yani headmaster wa shule ndio kakupa wewe mimba? Ndio. Sasa akijaribika kitu. Nikajua labda ni hao wanyaganyaga wa mtaani. Kwa kuwa ni headmaster. Kwa kuwa si headmaster? Ndio. Ndio amekupa mimba wewe? Ndio. Sawa. Sasa ingia ndani. Vaa nguo zako za shule. Nenda. Umeelewa vizuri? Mdogo. Shule ni sitabiki tena. Wewe? Yaani uhitajike tena kwa vipi? Na kati aliyekupa mimba ndio anayesimamia shule. Wewe una akili vizuri wewe? Nenda mwambie hivi, ba mdogo kasema hivi, kwa kuwa wewe ndio msimamizi wa shule, mimi ni lazima nisome. Ba mdogo mimi naogopa kwenda mwenyewe kwa sababu niliambiwa tena sihitajiki shule. Kwa hiyo nataka nikupeleke? Labda ungeenda kuongea na wewe. Yaani wewe mtoto unanishangaza sana. Yaani ukakoromore wewe niende nikaongee wewe nenda shuleni. Nenda shule. Mdogo. Bwana wewe tangaza sipsi zako mbili hizo. Nenda shule huko. Fanya haraka. Lakini wewe. Mtaangusha ngumi ya radi hapa. Naomba uinuke uondoke. Changanya. Mbafu mkubwa wewe. Yaani nikupe dona langu mimi na mimi ndo nihangaike nenda shule huko. Nenda katafuta nini? Nasoma mimi. Nishasoma mpaka ubao umegeuka. Taifa lenyewe linanitegemea mimi. Najua kabisa kama nilisomaga mpaka nikapata D1. D1 unaijua wewe D1 wewe. Nataka kunichanganya kabisa mimi hapa. Nimeamka asubuhi hapa na mambo yangu.